Fikra pevu na nahodha Prince Oscar Mwalimu. Kiswahili kitukuzwe, runinga ya Kishazi. Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu katika kipindi chetu ambacho inakuanga kila siku ya Ijumaa. Kumbuka hii ni kipindi cha Fikra Pevu ndani ya runinga ya Kishazi. Jina langu ni Prince Oscar Mwalimu. Tumeungana na wabingwa weledi wa Kiswahili kutoka chuo mbalimbali. Ningependa kwanza wajitambulishe ndiposa tuendelee na mambo ya leo kuhusu kipindi cha leo. Sana. Naitwa Marion Obuya. Naitwa Maria Kinyi. Shukran, naitwa Robinson Najando. Naitwa Kennedy Mushemi. Mimi naitwa Eski Omonti. Najitambulika kama Akinyi Dorothea huko. Asante sana. Na vile vile leo tunataka kuzungumzia Kiswahili. Mnavyojua Kiswahili ni lugha ambayo inatumika Kenya na ni kitambulisho cha taifa, na pia ni lugha rasmi ya nchini Kenya. Unapopata Kiswahili inatumika katika bungeni pale, inatumika katika masuala mengi, biashara, katika vyombo vya habari, na pia inatumika pia katika nyanja mbalimbali za shuleni, pia pale darasani wanatumia Kiswahili katika miktadha mbalimbali. Na hivi leo ningependa mwanadada pale atuambie swali ya leo kuhusu kipindi. Na swali letu la leo ilikuwa fafanua jinsi lugha ya Kiswahili imelindwa kisheria nchini Kenya. Rejelea sera na sheria bayana za katiba. Then je, kuna ulegevu, utepetevu wa kisheria? Hiyo ndo mada ambayo nafaa tuzungumzie siku ya leo. Na unavyojua Kenya kuna sheria na sera ambazo zimeilinda sana. Kwanza katiba ya Kenya, katiba ya 2010 ambayo imeilinda Kiswahili kama lugha ya taifa, lugha rasmi ambayo inaipa pia hadhi lugha hili ya Kiswahili. Pia vile vile Kiswahili kimetumika pia hapo shuleni katika masomo, pia mahakamani, pia bungeni, pia tunatumia Kiswahili katika masuala ya bungeni. Na hivyo ndivyo tunaieneza Kiswahili. Sasa leo tuko hapa kuzungumzia jinsi Kiswahili imelindwa kisheria, na pia tutazungumzia pia sera na sheria bayana ambazo zinailinda lugha hili la Kiswahili. Pia kuna kwa kila jambo lazima kuwe na changamoto. Changamoto ni kama vile ulegevu ambao watu wanaonea hadhi lugha kama Kiingereza sana kuliko lugha ya Kiswahili. Na yote tunataka kuzungumzia siku ya leo hapa, na pia tunataka kuchambua vile tunavyosonga. Kumbuka Kiswahili kitukuzwe, na Kiswahili ni lugha ambayo inatumika sana na lugha ambayo inaelewa na watu wengi nchini na hata duniani nzima. Naam, tuanze katika mada ya leo. Tuanze na kipenga cha ulinzi wa Kiswahili kupitia katiba ya Kenya 2010. Naam, ningependa unipe hoja kuhusu ulinzi wa Kiswahili kupitia katiba ya Kenya. Naam, shukran. Kwa kifungu cha 7 cha katiba ya mwaka wa 2010, Kiswahili kinahitajika kama lugha ya taifa pamoja na lugha rasmi ya Kiingereza. Ni lugha rasmi ya bunge, mahakama na utawala katika serikali. Anasema mwenzangu kwamba lugha katika katiba ya Kenya kifungu cha 7 kinazungumzia kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, na pia lugha ya Kiingereza pia ni lugha rasmi ambayo imeteuliwa na serikali ya Kenya kuendeleza masomo na pia shughuli za mahakamani na pia shughuli za bungeni. Na ningependa ndugu yangu hapo utueleze hoja inayofuata kuhusu ulinzi wa Kiswahili nchini Kenya. Naam, asante sana ndugu yangu. Ukiangalia katiba ya Kenya mwaka wa 2010, Kiswahili kimelindwa kisheria. Ukiangalia kifungu cha 7 inaelekeza serikali kuhimiza maendeleo na matumizi ya Kiswahili pamoja na lugha za asili na za jamii ya Kenya.
serikali ya Kenya inaendeleza lugha ya Kiswahili kupitia chama kama cha KITA Kenya. Pia zinaendeleza nini? Zinaendeleza lugha hili la Kiswahili na mengineo. Naam, ningependa mwanadada sasa aweze kutuambia ulinzi, jinsi Kenya imeilinda lugha hili ya kistaarabu Kiswahili. Asante sana. Katika ulinzi wa Kiswahili tunapata kuwa sera ya elimu inahakikisha kuwa Kiswahili kinafundishwa shuleni ili kukuza matumizi yake. Anasema kwamba lugha ya Kiswahili kimeidhinishwa pale shuleni kama lugha rasmi na lugha la lazima. Lazima shule zote kutokea chekechea, uingie upili, msingi na hata vyuo vikuu. Kiswahili ni lugha rasmi huko na pia ni lugha la lazima. Lazima wanafunzi wasome lugha la Kiswahili. Ndipo unaona Kiswahili kimelindwa katika masuala mbalimbali nchini Kenya. Pia ningependa ndugu yangu hapo naona amejawa na kuna furaha sana, kuna tabasamu la nyani pale. Ningependa atueleze hoja inayofuata. Katiba imehakikisha kuwa mwananchi anaweza pata huduma zote za kiserikali na kwa mahakama kwa kupitia lugha anayoelewa. Jema sana. Unapata katiba ya Kenya imepitisha Kiswahili katika mahakama pale ambapo mtu anaweza tumia lugha ambayo anaelewa zaidi. Pia Kiswahili pia ni lugha ambayo watu wengi wanaelewa, ndiposa unapata inaenea zaidi. Naam, ningependa mwanadada hapa atumalizie hoja inayofuata kuhusu ulinzi wa Kiswahili katika. Okay, tunapata kwamba kifungu cha 120 kinatoa haki ya mhusika katika kesi ya kutumia Kiswahili na tafsiri inatolewa ikiwa haelewi. Naam, vyema sana. Hiyo ni kupitia machama mbalimbali ambazo naona zinaeneza lugha hili la Kiswahili. Naam, kuna yote ambaye ako na hoja kuhusu ulinzi wa Kiswahili katika nyanja mbalimbali nchini Kenya? Kunayo nayo? Ningependa mwanadada pale amalizie nayo. Unapata kwamba kupitia ulinzi wa Kiswahili kimelindwa kupitia katiba ya Kenya 2010. Unapata kwamba katiba hii inasema kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa. Pia Kiswahili na Kiingereza ni lugha rasmi ya nchini Kenya. Tena kupitia Wizara ya Elimu unapata kwamba Kiswahili ni somo la lazima hasa katika sekondari. Unapata kwamba wanafunzi wanalazimika kusoma Kiswahili hadi wafikie sekondari. Unapata kwamba hii husaidia kuendeleza Kiswahili kukua na kuenea. Nafurahia sana wale ambao wako na akili kama ya nini? Akili kama ya nzige. Akili kama ya nzige. Sawa, vyema sana. Tukimalizia katika hiyo kikundi, ningependa kumalizia hivi. Aidha, katiba inalinda kazi ya lugha kwa wananchi na kuhakikisha kuwa kila mtu anaweza kupata huduma za kiserikali na haki mahakamani kwa lugha anayoelewa. Hii inalazimisha matumizi ya Kiswahili hasa kwa wananchi wengi wasioweza kutumia lugha ya Kiingereza. Naam, vile vile tunaenda katika kipenga inayofuata ambayo inazungumzia sera na sheria zinazokuza lugha ya Kiswahili. Naam, katika hali hiyo hiyo ningependa mwenzangu hapa anipe hoja kuhusu sera na sheria ambazo zinailinda lugha hili la Kiswahili. Tukiangalia kuna sera ya elimu ya mwaka wa 2012 inaelekeza Kiswahili kufundishwa kama chomo cha lazima katika elimu ya msingi, chekechea na hata sekondari. Unapata sheria imeidhinishwa pia na serikali kwamba Kiswahili kitatumika katika ni somo lazima katika shuleni humo kutokea sekondari, shule ya upili, ufike pale kimsingi na pia vyuo vikuu. Naam, ningependa mwenzangu. Naam, asante sana. Sera nyingine ni kuwa lugha ya Kiswahili inatumika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa nchini Tanzania na Kenya katika mazungumzo. Asante.
Unapata Kiswahili kinaleta umoja wa mataifa pale ambapo unapata katika hizo chama mbalimbali, chama kama cha Wakama, cha Kikita, Bakika, yote zinaunganisha watu pamoja kutumia lugha hili la Kiswahili. Ningependa mwanadada mwenzangu ukaweze kunipa sera inayofuata ambazo zinaikuza na kulinda lugha ya Kiswahili. Katika sera ya serikali tunapata kwamba mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki huweka Kiswahili kama lugha rasmi ya jumuiya na Kenya kama mwanachama imejitolea Vyema sana, anavyosema ni ukweli na ni ukweli kabisa kwamba sheria pia zimewekwa pale nchini Kenya ambazo zinapea Kiswahili kuwa lugha ya hadhi ya juu nchini humu Kenya. Naam, ningependa ndugu yangu hapa tupe sera kuhusu hoja ya sera inazolinda na kukuza lugha hili tukufu la Kiswahili. Sheria ya taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili haipo Kenya, lakini Kenya ina baraza la Kiswahili ambacho ina jukumu la kuratibu na kuendeleza na kusimamia matumizi ya lugha ya Kiswahili nchini Kenya. Sana ulivyosema kuna Nimesema kuwa kuna sheria ya taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili haipo Kenya, bali Kenya lina baraza ambalo lina jukumu la kuratibu, kuendeleza baraza kama cha Kikita ambazo zinachunguza Kiswahili na zinaendeleza Kiswahili humu Kenya na nyanja zote za Kiafrika. Naam, tukiendelea mbele ningependa ndugu yangu pale Heski naona anatabasamu, amefurahia sana. Sijui amefurahia mbona. Inakaa kuna hoja ambayo inamshika sana kiakilini. Ningependa atupe hoja inayofuata. Naam, asante sana ndugu yangu. Kama unavyojua, Kiswahili ni lugha ya taifa pamoja na lugha ya Kiingereza, na Kiswahili inasaidia katika mawasiliano miongoni mwa jamii tofauti hapa nchini Kenya. Kwamba Kiswahili ni lugha rasmi inatumika na inaelewa, watu wengi wanaielewa sana lugha hili la Kiswahili, ndiposa unapata inaenea zaidi. Naam, ningependa ndugu yangu Stani utupe hoja inayofuata. Sera ya elimu. Kiswahili ni somo la lazima katika shule za msingi na pia sekondari. Hii huongeza matumizi na ujuzi wa lugha ya kitaifa. Naam, vyema sana. Unapata huko shuleni Kiswahili kinatumika sana darasani, yani somo la lazima. Naam, ningependa mwanadada atumalizie hapo kwa sera na sheria ambazo zinalinda. Sera ya serikali inahimiza matumizi ya Kiswahili katika shughuli rasmi. Naam, sera ya serikali ambazo imeidhinisha Kiswahili na imepitisha kwamba Kiswahili kinatumika katika shughuli za biashara, shughuli za elimu, shughuli pale bungeni, mahakamani, zote zinatumia lugha hili la Kiswahili. Ni vyema sana tukimaliza katika sera na sheria ambazo zinaikuza na kulinda lugha ya Kiswahili. Unapata kwamba Kiswahili kinatumika katika baadhi ya taasisi na serikali kama vile bunge na vyombo vya habari kwa umma, na pia kuna juhudi kuongeza matumizi ya Kiswahili katika mahakama na nyaraka za kiserikali ili kuhakikisha upatikanaji wa haki na taarifa wananchi wengi zaidi. Vile vile katika kila jambo lazima kuwe na changamoto. Kabla sijafika kwa changamoto, ningependa mnipe wale wataalamu ambao wanaendeleza lugha hili la Kiswahili nchini Kenya na pia Afrika kwa ujumla. Naam. Ningependa mwanadada pale Doto tupe wataalamu ambao wanaendeleza na kukuza lugha hili la Kiswahili. Unapata kwamba kupitia mtaalamu Pauline Babu wanasema kwamba matumizi ya Kiswahili bado iko chini, kwa maana watu wengi bado hupenda Kiingereza sana kuliko Kiswahili. Unapata kwamba
inafanya Kiswahili ikuwe, matumizi ya Kiswahili ikuwe chini sana, hasa katika ofisi za maserikali. Watu hupenda kutumia Kiingereza sana kushinda. Baadhi tu ya mtaalamu ambaye pia analikuza na kuendeleza lugha ile ya Kiswahili na pia anaarifu watu ambao wanaionea hadi lugha ya Kiingereza wageuze mtazamo wao kuhusu lugha hili la Kiswahili. Naam, ningependa nipe mtaalamu yote. Mtaalamu ninayemjua ni hayati Ken Walibora ambaye alichapisha vitabu vingi vya Kiswahili, mojawapo ikiwa Siku Njema. Ni kitabu kizuri kinachosaidia wale wanaotaka kujua Kiswahili, kinapa mwelekezo. Sana nimefurahia kusikia hivyo. Ni kweli alikuwa bingwa, alikuwa mweledi, alikuwa ule mtu ambaye alikuwa anapenda sana Kiswahili. Katika machama mbalimbali kama cha Kikita Kenya ulimpata hapo akiendeleza lugha hili la Kiswahili, na roho yake ilale mahali pema peponi bingwa huyo. Naam, ningependa anayefuata pale ako na furaha sana. Natumai amejawa na mambo na amejawa na busara tele. Mtaalamu ninayemjua ni Walaa bin Walaa. Amechapisha vitabu vinavyotumiwa katika shule ya msingi kama Kiswahili Mufti, vilivyotumiwa kusoma hivyo kueneza Kiswahili. Naye anayejua mtaalamu anayefuata. Naam, vyema sana. Naam, asante sana ndugu yangu. Mtaalamu mwingine ni mwandishi wa vitabu ya tamthilia anayetambulika kama Timothy Arege. Ameandika tamthilia ya Bembea ya Maisha ambayo wanafunzi katika shule ya upili wanasoma hadi wa leo. Pia msiposahau kwa kila jambo lazima mwanamke awe, ndiposa mwanamume asimame kidete. Naam, usipomsahau Pauline K ambaye aliandika kitabu kizuri sana ambayo imetumika katika shule za upili, kitabu cha Kigogo. Pia ameeneza sana Kiswahili. Pia vile vile kuna chama mbalimbali nchini Kenya kama cha Kikita, cha Wakama. Pia katika chama hizo unapata wanaendeleza lugha hili la Kiswahili katika masuala mengi. Na vile vile tunapoenda katika kipenga kinayofuata ambayo ni ulegevu wa kisheria na changamoto za utekelezaji wa Kiswahili nchini Kenya. Unapata katika kila jambo lazima kuwe na changamoto. Changamoto hizi ni ipi ambazo zinairudisha nyuma, ambazo zina mtazamo hasi kuhusu lugha hili tukufu la Kiswahili. Ningependa kwa upande mwingine mwanadada tupe hizo changamoto na ulegevu wa sheria ambazo zinaikumba lugha hili la Kiswahili. Ulegevu wa kwanza tunapata kuwa watu wengine wanaona Kiingereza ni bora zaidi kuliko Kiswahili. Na mtazamo hasi kuhusu lugha hili la Kiswahili. Unapata watu wengi wanaonea hadhi lugha ya Kiingereza. Naam, hoja inayofuata. Okay. Ukosefu wa tishia la sheria dhidi ya ukiukaji. Unapata kwamba hakuna sheria ambazo zinaendeleza lugha ya Kiswahili. Hata unapopata wanapopendelea lugha hili la Kiingereza, hakuna sheria ambazo zinafanya lugha ya Kiswahili kinawiri. Naam. Ukosefu wa utaratibu. Unapata nchini Kenya hakuna hizo sheria za kulalamika pale kuhusu lugha ya Kiswahili na matumizi yake katika masuala mbalimbali nchini Kenya. Ndiposa unapata sheria Kiswahili kinadidimia na kufifia kweli kweli. Naam, ningependa unipe hoja inayofuata. Lugha ya Kiingereza inatawala katika nyanja nyingi rasmi kama vile sheria na mahakama. Kwa hivyo Kiswahili hakitumiki sana. Hoja ambazo ni hoja nzito sana. Unapata mara nyingi nchini Kenya katika mahakama mbalimbali wanatumia sana lugha ya Kiingereza, ambapo wanaonea hadhi lugha ya Kiingereza kuliko lugha hili la Kiswahili katika masuala ya sheria. Ndiposa unapata Kiswahili kinadidimia. Ningependa mwanadada pale naona amejaa na amesema kwamba hili alimkosa.
ingawa sheria zipo, kuna changamoto kama utekelezaji wa Kiswahili ni dhaifu. Unapata kwamba Kiswahili hakitumiki kikamilifu iko kwenye serikali. Ingawa tuna mtazamo wa jamii, unapata kwamba baadhi ya watu wanapenda Kiingereza sana kuliko Kiswahili. Ila tena Kiingereza kinapewa kipaumbele na hakuna sheria zinazolazimisha kama tarakilishi. Ametupa hoja mingi sana nzito, na natumaini hoja ambazo hata zinaweza tumalizia kipindi leo. Amesema kwanza mtazamo ya kijamii kuhusu lugha ya Kiingereza. Unapata wanaonea hadhi lugha ya Kiingereza kuliko lugha hili la Kiswahili, pale ambapo unapata katika masuala mengi hata katika nyanja za elimu, wale ambao wamesomea sana wamefika huko nje, unapata wanazungumza lugha ya Kiingereza tu. Unapata Kiswahili inadidimia sana kwa sababu ya sababu hizo. Naam, ningependa ndugu yangu hapo tupe hoja nayo. Naona kuwa kutotekelezwa kikamilifu kwa chama cha BAKITA. Tunaona chama hicho chama cha BAKITA, baraza hilo halina uwezo wa kisheria wa kuwalazimisha watu kutumia Kiswahili ipasavyo. Kama BAKITA hakuna sheria ambazo zimesimama sana kuhusu lugha ya Kiswahili, ndipo unapata inadidimia. Maanake bila sheria pia kila mtu anaweza fanya chochote anachotaka, ndipo unapata Kiswahili kinadidimia, na hiyo ni ulegevu ambao inalikumba lugha ya shirafu ya Kiswahili nchini Kenya. Pia hoja inayofuata. Naam, ulegevu mwingine ni kuwa kuna ukosefu wa tishio la sheria dhidi ya ukiukaji. Hakuna adhabu maalum kisheria kwa taasisi au watu wanaokiuka matumizi ya Kiswahili. Hata ukienda kwenye mahakama unapata wanaendesha kesi mingi kutumia lugha ya Kiingereza. Nimependezwa na hoja nzito hilo, maanake unapata katika mahakama nchini Kenya wanatumia sana lugha ya Kiingereza na wanaitupilia mbali lugha ya Kiswahili. Na pia usiposahau pia mara nyingi pia katika wale waliosoma nyanja za juu wanapenda sana kutumia lugha ya Kiingereza, na hivyo kusahau lugha ya Kiswahili, na ndiposa unapata inadidimia sana na kupotea. Ndiposa unapata lugha ya Kiswahili inafeli, na hiyo ni legevu kubwa sana nchini Kenya. Ningependa mwanadada hapa waweze kutupa kwamba ukosefu wa utaratibu wa kulalamika. Hakuna utaratibu wazi wa kisheria wa raia kudai haki yao ya kupata huduma kwa Kiswahili mahakamani au katika ofisi za serikali. Naam, vyema sana. Unapata hakuna utaratibu na wa kisheria ambalo unapata Kiswahili akipewi kipaumbele. Unapata wanapendelea sana lugha ya Kiingereza, pata inadidimia na kufifia. Tunapata kuwa hakuna tishio kali dhidi ya ukiukaji wa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Hivyo watu wengi ukiuka sababu hakuna adhabu watakayopata. Ina sheria kubwa na sheria ambayo inaifanya watu wengi kuitekeleza na kuiendeleza. Naam, nikimalizia ningependa kuwafahamisha hivi kwamba kwa ujumla Kiswahili kinalindwa kisheria nchini Kenya kupitia katiba ya kandamia 2010 na sera mbalimbali za kiserikali. Hata hivyo, ulinzi huu haujatekelezwa kikamilifu kutokana na changamoto kama utawala wa Kiingereza, ukosefu wa tafsiri za sheria, udhaifu wa sera za utekelezaji. Hivyo basi kuna haja ya kuimarisha utekelezaji wa sheria na kuweka mikakati madhubuti ili kuhakikisha Kiswahili kinatumika kikamilifu kama lugha ya taifa na rasmi. Naam, nikimalizia ningependa kuarifu kwamba hili ni kipindi ambalo tunakuanga nalo katika kila siku, kila wiki, siku ya Ijumaa,
na inaitwa kipindi cha Fikra Pevu, na leo nimebahatika sana kuungana na mabingwa na weledi wa Kiswahili kutoka chuoni Rongo, na napomalizia ni kwamba mkienzi Kiswahili na ndiposa mtaiweka Kiswahili kitukuzwe, na ndiposa tutaendeleza lugha hili endelevu la Kiswahili. Siku zote tunasema Kiswahili kitukuzwe. Bash, tukutane tena wakati mwingine. Asante.